fulani ukamnufaisha fulani. Kwa hiyo unajaribu, kama nimekuelewa, ni kwamba maisha ni chain ya circumstances moja kwa moja, na hata zile ndogo ndogo tunazoziona ni ndogo, zote zinajumuisha sisi. Yani maisha ni muunganiko wa maamuzi madogo madogo ambayo mtu anafanya kila sekunde. Kila sekunde maamuzi madogo madogo unayofanya. Kama una dream ya kuwa na maisha mazuri makubwa baadaye, wakati mawazo madogo madogo ni ya ovyo, unajitengenezea magonjwa ya nafsi na utaambulia magonjwa ya akili tu. Magonjwa ya nafsi ambayo yanakupeleka kwenye magonjwa ya akili. Tulimsikia hapa kupata changamoto, kwa sababu kinacholeta mafanikio ni yale maamuzi madogo madogo ya kila sekunde unayofanya. Na nielewa. Sasa kuna watu kwenye ufahamu wao wana dreams, big dreams. Lakini maamuzi madogo madogo wanayoyafanya hayawapeleki huko. Oh yeah. Kwa hiyo anabaki kuweka matumainio yake kwa mtu fulani. Hizo ni kasoro za kwenye malezi. Umeongea kitu kimoja kwamba maanake sometimes nimekutana na hii, tuligusia pia kwamba personality yako inakuwa haisupport uwezo wako moja kwa moja. Kwa hiyo ni vizuri yani ukaishi kwenye kile unacho dream. Whether kina uchungu ama kina uchungu, whether hakifai ama kinafaa kwa wengine, wewe kiishi. Nawezaje kama nimeshakosewa kwenye malezi? Naweza kujitutumwaje? Sasa unawezaje? Sasa si tunakupa taarifa hapa. Usituambie haiwezekani. Sio kama haiwezekani. Hizi taarifa si unazipata. Ukipata taarifa unaona inakuumiza lakini ni kweli, ifuate hiyo taarifa kwa maumivu hayo hayo. Unanielewa? Kwa mfano, mtu analia hali ya uchumi ni mbaya. Lakini hata ukimuuliza kwa miezi mitatu anatumia shilingi ngapi, hajui. Ukimwambia andika hela yote inayopita mikononi mwako kwa mwezi mzima, atajikuta ana milioni 10. Lakini hana kitu chochote. Hivi ni possible? Wewe jaribu kila hela inayopita mikononi mwako, hata ya kupewa na rafiki, hata akikupa 100, 200, iandike. Alafu niambie in 3 months una shilingi ngapi? Huyo unayelia wewe maskini, utakuja kujua tatizo sio maskini, tatizo ni tabia yako. Okay. Pesa inayopita kwako ni nyingi mno, lakini unasubiri hela nyingi, ile ndogo huiconsider. Na hatujalelewa kwenye mfumo wa kutambua pesa. Hakuna, hatujalelewa hivyo. Hayo ni mambo ambayo hayatoki chuoni. Ndio maana nakwambia, mtu ni mhasibu, kasomea uhasibu, lakini bado ni masikini pamoja na kwamba amesomea pesa. Kinachoingia pale ni tabia. Mshahara wako na utumia kwa hiyo tabia. Pesa za kampuni unatunza kwa sheria. Ndio maana huendi mbele. Sheria na tabia ni muhimu sana sana sana. Ndio maana unaona hata duniani sheria zinazidi kubadilika, zinaongeza kutungwa. Ni kwa nini? Ukiona bunge inaongeza kutunga sheria, ni dalili kwamba jamii inaharibika. Ukiona serikali inazidi kujenga hospitali, ni dalili kwamba watu wanazidi kuumwa. Ukiona serikali inaongeza magereza